Mambo vipi na kuaje kama kawa? Mimi naitwa Chris Favors. Hii hapa ni SNS. Karibu tena kutazama interview nyingine. Utaratibu ni ule ule kama tulivyoenda mwaka 2022, 2023. Hapo kwenye sehemu ya comments niambie unatazama interview ikiwa nchi gani. Tunafahamu duniani kote tupo. Uko Marekani, Canada, Finland, Saudi Arabia, Argentina, nchi yote ile. Tanzania pia mkoa gani? Nitaenjoy sana kusoma comment yako hapo chini ukinieleza unatazama interview ikiwa wapi. Leo niko na Nino, talenti mpya kabisa kutoka Tandaimba. Amekuwa akifanya muziki kwa muda, lakini maybe inawezekana hujawahi kumsikia wala hujawahi kumfahamu. So leo kwa mara ya kwanza hapo utamsikia SNS. Tutapigana story na ngoma yake moja kali sana inaitwa Bado Natafuta. Nimekuwekea link hapo kwenye description ukaisikiliza na kutazama video kwa sababu imetoka video moja kwa moja. Ukaona hicho ambacho nakisema humu ndani. Jamaa ni mwandishi mzuri sana lakini pia na melody kali sana. Na mimi pia nafurahi kuwa naye leo hapa. Nino 2020 atakuwa superstar Konde Boy mwingine. Lazima Tandaimba tuwe na kina Konde Boy wengi, si ndio? Siwezi kuwa mimi peke yangu, lazima tuwe wengi, si ndio? Vipi kitokea mfano siku mimi naumwa tuna show hapa itakuwaje? Lazima waje kina Nino wakilishe, si ndio? Make some noise for Nino. Inakuaje mzee? Bwana fresh kama kaa. Shwari Alhamdulillah. Wakati unaingia hapa nikakwambia unafanya muziki mkubwa sana. Yaani nilikuwa nasikiza ngoma zako nikapata picha tu, labda tu watu bado hawajapata nafasi ya kukusikia, lakini muziki ambao tayari unaweza kufanya vizuri kabisa kwenye soko. Nashukuru sana baba. Umeanza kufanya muziki kipindi gani? Mwaka gani tuseme? Nimeanza kufanya muziki tangu 2010 niko form 1. Okay. Yes, kwa hiyo silba tulikuwa tunaendelea kutafuta bado tunatafuta. Kwa kitu ambacho tuna plan kukipata bado hatujakifikia. Okay. Nasema nashukuru Mungu tulipofikia pia sio pabaya kwa sababu yes kila siku tunahangaika kupambana kutafuta ugali. Yes, kwa hiyo Tandaimba ndo nyumbani? Yeah, ndo nyumbani kabisa nilipozaliwa. Hivi Tandaimba iko Mtwara Malindi? Iko Mtwara. Mtwara. Ndio. Okay. Nimeangalia pia video yako Bado Natafuta. Mwanzoni kabisa umeweka clip ya Harmonize, wimbo wake Never Give Up. Lakini pia umeweka clip wa sekunde chache za moja ya video zake akiwa anatumbuiza. Lakini pia kwenye video yako hiyo Bado Natafuta, mwishoni kabla ngoma haijaisha namsikia Harmonize kwenye moja ya show, ilikuwa ni Tandaimba nafikiri. Alikuwa anakupa shavu akasema the new king Tandaimba Nino na nini. Historia hiyo na Harmonize kukutana na kukufahamu imekujaje? Ile ilikuwa ni Harmonize Carnival ambayo ilifanyika 2019 kwenda 2020. Ilifanyika Tandaimba uwanja Majaliwa Stadium. Kwa hiyo alivutiwa na performance yangu. Akasema alivyofanya performance yake baadaye akasema 2020 Nino atakuwa superstar Konde Boy mwingine. Kwa hiyo ilikuwa ni blessings kwangu. Kwa hiyo ilitokana na performance yangu, alipenda kitu ambacho nimeifanya. Nipakatoa ahadi ya namna hiyo. Baada pale nilipata time ya kuzungumza. Nilipata time ya kuzungumza naye tukiwa backstage, akaniambia nichukue namba ya manager. Obviously manager alikuwa na namba yake tangu muda. Kwa hiyo ikawa ni kitu chepesi. Kwa hiyo akanielekeza kwamba kesho kutwa afanye unachoweza kufanya ili kufanyaje kufika mjini. Sasa basi hamna shida. So wazazi wakaniarrange nikafika mjini. Yes, nikafika Konde Gang. Baada ya kufika Konde Gang ilikuwaje? Nini kilifuata baada hapo? Ni recording nyimbo ya kwanza. Nilikuwa nyimbo ya kwanza, lakini nyimbo ya pili sikuwahi kurekodi kwa sababu ilibidi nifanye na producer mwingine. Yes, lakini kwa wakati ule nilikuwa simpati kwa muda. Nikamrudia manager nikamwelekeza, akaniambia yuko tuko na changamoto kidogo kikazi baina huyo producer ambaye inabidi fanya kazi nyingine. Kwa hiyo itakapofikia tamati ya kuonekana kile kitu kipo sawa tutakucheck then utarekodi nyimbo nyingine. Kwa hiyo nikana subiria muda mrefu lakini sikuweza kufanya tena kazi na ule producer. Sikuweza kufanya naye tena, ila nikapewa muda wa kusikilizia nikiwa nyumbani. Wakati kulikuwa na ile wana movement zao zile za shows hapa na pale. Yes, kinywaji France sasa ukikitaja. Yes, kwa hiyo akaniambia tukirudi Mwanza nitakucheki nikirudi. Basi overrudi akanicheki, akanielekeza kwamba Nino kitu ambacho kishokopa bali ni text kwa message. Akaniambia Harmonize hakuwa na lengo la kusema kusign moja kwa moja kwenye lebo ya Konde Gang kama labda wewe unavyofikiria. Wewe mwanzoni uko nadhani kabisa jamaa atakunipa shavu na kuwa msanii wake. Kabisa. Nadhani hata macho na masikio kila mtu ambaye alikuwa ile siku kabisa alishakuwa na ile focus ya kwamba Nino tayari yuko chini ya Harmonize ipo Konde Gang. Kwa hiyo wanaelekeza vile, nikasema sawa, na wameniambia kwamba nifanye tamati kufika ofisini. Kwa hiyo nisiwe nafika kabisa au ninafika
akisema ofisini usifike kabisa. Kwa hiyo jipambanie kama ulivyokuwa unafanya tu mwanzo. Okay. Yes, hii nyimbo ambayo umefanya ya kwanza kisha mixing tutakutumia. Nikasema sawa, lakini nilikuwa disappointed for sure. Unajua Okay. Konde Gang label kubwa of course, na kila mtu ana dream wa kuwepo pale kwa sababu ana wish kufanya kazi zilizoonekana na Tanzania na dunia nzima. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni bahati, lakini haikuwa bahati nzuri, ilikuwa ni bahati mbaya. Yes, kwa hiyo mimi nikarejea nyumbani nikaongea na mzee wangu akaniambia Tandaimba hiyo. Hapana, Dar es Salaam nilikuwa nakaa Kigamboni. Okay. Akaniambia safari ya mafanikio ipo hivyo. Kwa hiyo sisi kama kila ambacho unahisi kitanyoka kitakuwa hivyo. Kwa hiyo hizo ni changamoto katika maisha na unapaswa kuziface. Kwa hiyo nilikuwa disappointed kwa mara ya kwanza, lakini baadaye nikawa niko vizuri. Na hili kutokana na maneno ya mzee wangu, lakini pia nilikubali kila kitu ambacho nimeambiwa. Kwa hiyo nikaomba interviews na sehemu tofauti baada ya kulisikia ile jambo, lakini sikuwahi kuongea kitu chochote na sikuzungumza chochote kwa ubaya kwa sababu yes, yeye Harmonize ndo ambaye ana kila niseme yeye ndo mtu ambaye anaweza kumwambia huyu naweza nikamsaini msanii au nisimsaini. Kwa hiyo yale maneno kutoka kwa manager mimi nilijua kabisa direct ametoka pia kwa Harmonize kwa sababu ni manager yake, sio? So nikasema it's okay, sikutengeneza chuki ya namna yoyote kwa Konde Gang wala kwa manager wala kwa brother Harmonize again, lakini nikaendelea kujipambania kama nilivyoniambia nipambane. Okay. Yes, kwa hiyo ndio hivyo nikaendelea kupambana na ile nyimbo bado natafuta, nimefanya muda mrefu sana. Yes, nifanya muda mrefu audio, lakini watu kanishauri nifanye na video. Okay. Yes. So kipindi ambapo Harmonize anakuambia chukua namba ya manager njoo Konde. Yeah. Hakusema moja kwa moja anakuita kwa sababu gani? No, hakusema moja kwa moja. Alisema tu njoo ufanye kazi. Right? Okay, kwa maana kuja kurecord na nini? I don't know sasa kufanya kazi kwa kauli tu kufanya kazi. Yes. Ila haukufahamu ni kwa mtindo gani. So matarajio yako yalikuwa maybe utakuwa signed. Yeah, kabisa. Okay. Na nadhani hata kwenye masikio ya watu wote ambao walikuwa pale walihisi hicho kitu. Aliongea live kwenye jukwaa? Yes, kwenye jukwaa moja kwa moja. Yeah. Wow. Yeah. So nini unafikiri kilitokea kilichofanya pengine abadilishe maamuzi? Kama aliweza kukuita ukafika mpaka ofisini na ukapewa mpaka producer kufanya naye kazi, ilikuwaje? Nini kilitokea? Kama mwenye quote before nilisema sijaweka chuki kwa mtu yote kwa maana moja. Mimi nilipofika Dar es Salaam Harmonize sikuonana naye kabisa. Sikuonana naye tena. Alikuwa na report tu kazini na mimi pale ofisini Konde Gang. Basi na report siku moja tu nilikuwa nafanya vocals, nilikuwa na Ibrahim bro. Kwa naimba akatokea nani Ibrahim? Akasema hapana mimi nini? Vipi shwari? Yuko wapi? Akaambia ameagizwa nje hapo. Okay sawa, akarudi ndani. Kwa hiyo sikuonana naye. Kuonana si unajua inabidi muwe na contact tena upya kwamba yes umefika kuna hiki na hiki umefanya nini mpaka muda huu. Sikuwa na muda kukaa naye tena mezani. That's why siwezi kuweka chuki kwa mtu yote kwa sababu maamuzi ambayo yamefanyika pale ni maamuzi ya kiofisi. Na mimi sikuwa labda kufanya kitendo ambacho labda kilimkwaza mtu yoyote. Nilikuwa mtu ambaye anafika ofisini, gonga geti na ingia ndani, alijafunguliwa anatulia, alikifunguliwa anaingia ndani hivyo. Kwa hiyo hiyo nilikuwa mchakato wangu wa kila siku. Natoka Kigamboni asubuhi, mapema saa 2 saa 1 niko Sinza. Nafika ofisini nafanya shughuli ambazo ziko pale ndogo tu labda kama ni usafi na nini. Normal yes, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuzwa katika mazingira hayo ya kusaidia kazi hapa na pale ninapokuwa na watu wageni na vitu tofauti namna hiyo. Kwa hiyo ilikuwa tu kama ni shughuli zangu za kawaida tu za kila siku. Yes, kwa hiyo yes, still my family. So kama unavyosema kwa wewe hujaichukulia kwa ubaya kwa sababu hata pia walikuita tu. Hawakukupa ahadi zozote zile kwamba atakusign wala nini. Ila ndio hivyo mwisho siku kaambiwa kwamba hawana plan na wewe. Kabisa. Nataka kuelewa mapokeo hiyo kitu kwa mara ya kwanza unaambiwa ili ku affect kiasi gani, kwa sababu naelewa pia unavyoingia kwenye maeneo kama yale na wewe ndio unapambana kutoka, unakuwa na matarajio makubwa sana. Tayari ushaanza kuipicture career yako labda itakuwaje baada tu, unajua kuna ile feeling ya kujiona kama upo Konde Gang tayari. Ilikuwaje hicho kipindi kwako? Bro, naweza ngasema nilikuwa disappointed sana, nani sikuwa na furaha kwa kweli kwa sababu it was my dream pia kuwepo pale. Na sio kwa lebo ile tu, lebo nyingine nyingi zikipo tofauti. Kuna wish kuwepo sehemu kama hizo, moja sehemu kama hizo. Kwa hiyo ilivyokuja lile kwangu mimi mapokeo yangu alikuwa ni makubwa. Nilipokea kwa bashasha lakini haikuwa riziki. Lakini wasi tunaforce mambo tofauti sometimes unaona kama na supportiwa na upande mwingine, watu wanachanganya matukio. Adogo kwa nini amemweka Harmonize kwenye video? Sikuwa ni nini? Lengo langu mimi la kumweka clip yake Harmonize akiwa anani promise
nilimwambia director Chino ambaye amenishoot, nilimwambia hiki kipande akiweke pale sema ambapo nimesema kwamba ndugu na majirani wameprove Nino unajua kuimba, ndio ichomeke ile clip. Lakini director kama mtu ana kazi yake, kwa hiyo siwezi kumpangia ichomeke wapi ile clip. Akatika sawa haina shida, lakini video imekuja kutoka, akaniambia bwana mimi video na kusurprise. Sitaki nikuonyeshe tena. Kwa sababu siku ambayo anapanga zile clip, anafanya arrangement ya kwanza nilikuwepo. Akaniambia finals kuonyesha. Utaona tipo YouTube ipo hivi na hivi, lakini mimi nimefanya kitu kizuri. Katokea ile siwezi kuishusha nyimbo tena, lakini nimetokana na kile kipande ambacho kimechomekwa na maneno ya nyuma kile kipande. Ndio watu wanachanganya pale story kwamba kwa nini umeweka vile kama si record label hair sio nini, no. Sikumaanisha hivyo kwamba record label hair ni Konde Gang, kwa sababu siwezi kuwatusi, kwa sababu pia ni familia yangu, unajua watu wangu wa kusini pia ndugu zangu. Kwa siwezi kutengeneza chuki, iko ndio kitu ambacho mimi Mungu kaninyima katika nafsi yangu. Kutengeneza chuki kwa mtu yoyote au kwenye mafanikio ya mtu yoyote, kwa sababu napenda kuona sisi wenyewe tunafanikiwa na mtu mwingine pia anafanikiwa. Yes sir. Umewataja WCB pia kwenye ngoma yako. Kuna sehemu nimeona umezungumza kuhusu masuala ya label. Wameingiaje hapo? Record label. Record label sikutaja. Sikutaja mtu yote. Na sikutaja ni sikumeshana kwamba record label ya WCB au Konde Gang au sikutaja au King Music or whatever, no. Kuna sehemu unasema nimegonga mageti mengi sana, something like that, kwamba milango mingi umefungiwa na record label, vitu kama hizo. Lakini sikumaanisha kwamba ni sikusema direct kwamba record label fulani. Yes, ni pia katika uandishi, ni uandishi tu, kwa sababu kazi ya sanaa ni pana. Yes, na uwanja mpana, kwa kwangu mimi sikutaja mtu eneo yoyote pale. Yes, kwa sababu hata WCB wanasema pia alhamdulillah anafanya kazi vizuri. Yes, unafanya nao kazi kivipi? Well, last time nimefanya kazi na RJ the DJ, nyimbo inazungusha. Aliproduce S2 Kids. Nimetokana baadaye pia kunisikia sema pana pale. I appreciate him, brother Romy Jones popote alipo. Alinifungulia njia sana baada ya kufanya collab ile, na niseme kwamba nilipata time kunifollow mastaa wengi kwa wakati mmoja, kwa sababu yes they loved the song na wakasema kwamba this guy is going to be star, you know. Kama mimi nikasema sawa, ni blessings za watu wakubwa ambao wamesikiliza records yangu, so na we appreciate brother, na alisaidia pia akashoot na video. Yes, kwa hiyo still bado na mazungumzo naye mazuri, na jambo toka jambo langu analisupport kama jambo la mdogo wake. Kwa hiyo kwangu mimi nasema ni blessings kwa WCB, yani simwe kitu kama RJ peke yake, sababu yeye ni part ya WCB. Yes, lakini siko kwa ajili ya kugawa upande, sio niko huko niko pale, no. Kwa sababu media nyingi zinanisupport na kila mtu anatoa support yake pale ambapo anahisi kama hapa yes naweza kumsupport, kwa sababu hata Konde Gang pia wananisupport. Yes, kwa hiyo kwangu mimi sina matabaka katika kazi yangu, sababu still mimi ni msanii mdogo sana, mchanga sana tena sana, na nahitaji support ya kila upande. Kwa hiyo siwezi kutengeneza chuki sehemu yoyote au kubezi upande wote, lakini napoona nasupportiwa sana nitabezi sana, nisipopportiwa sana pia nitabezi nao, kwa sababu mwisho siku nao wata appreciate kitu ambacho mimi nakifanya. Kuna sehemu pia nimeona unasema umefanya kazi na rapper kama Young Killer, something like that. Lakini bado mambo hayakwenda sawa vile ambavyo ulitarajia na nini. Hii imekufundisha nini? Kuna moja ya wasanii nishafanya nao interview hapa, akaniambia unajua sisi wasanii wachanga tunakuwa na matarajio yale, tukifanya ngoma na msanii mkubwa tunakuwa tunawish labda jamaa ataipromote ngoma na nini, na mimi nitaenda mjini kwa sababu yeye tayari ana mashabiki ambao wamewatengeneza. Kwa wewe imekufunza nini? Kwangu mimi imenifunza kuamini tu kwenye kila kitu ambacho wewe mwenyewe unakifanya. Yani kwa hata kama ukifanya collab na msanii mkubwa zaidi, matarajio usiweke makubwa, kwa sababu mimi hata nyimbo zangu ambazo nimefanya na wasanii wakubwa au ambao nimekutajia baadhi, sikuweza kupata mapokezi kama nilivyotoa, bado natafuta kwa mimi mwenyewe peke yangu. Yes, ndani ya siku kadhaa ikawa ya kwako imekuwa na mapokezi makubwa zaidi. Yes, kuliko collaboration. So simaanishi kwamba zilikuwa nyimbo mbovu au zikwenda, zimeenda sana. Lakini kwa upande wa YouTube mapokezi yamekuwa makubwa sana. Kwa hiyo mimi ninachokiamini hapo ni kwamba kufanya kazi kwa weledi na kufanya unavyotengeneza nyimbo zako, unafanya verse kali ambayo hata mtu mwingine akisikia sema dogo amemkimbiza, yani watu wanakuwa na mvutano katika hiyo kazi. Kwa hiyo kwangu mimi pia nilikuwa disappointed pia kwa Young Killer, lakini hakuwa kupromote kabisa ngoma. Yes, hakuwahi kuposti kabisa, kupromote. Yes, na ilitokana tuna sababu ambazo ziko ndani ya uwezo wake, siwezi kusema nje, ni ndani, kwa sababu ni kitu kidogo tukitokea kwenye video akasema sijapapenda hapa, lakini tuvorudi kwa Anskana akasema mimi tayari ile disc nimeshai format na nimeshafanyia kazi material ya video nyingine, kwa hiyo siwezi kwenda kuchange sehemu hiyo ndogo, sitoweza. Kwa hiyo ikatena mvutano bado nivorudi kwake, kuna kipande litakiwa kitolewe. Yes, kuna kipande akupenda jinsi alivyokaa, alivyoonekana. Yes, alivyoonekana.
Kondo hiyo ikawa sababu ya kutokupromote wimbo. Yes, ndio ilikuwa sababu. Kwa hiyo sisemi pia kwa ubaya, naelezea iliuma pia uweze kufahamu kwa nini nimeimba kile kipande. Kwa hiyo nyimbo ilienda sana viral, lakini nimeliweka tu ili kuweza kuvutia na matukio ambayo nimeaimba katika ile nyimbo. Ndio maana nikasema kazi ya sanaa na uwanja mpana. Okay. Yes, hiyo ndo maana yake pia. So sasa hivi unafanya kazi mwenyewe ama kuna studio yote ambayo inakusimamia, is either management ama chochote? Siwezi kuita management, lakini ni zaidi ya management kwa sababu naona kama ni familia. Okay. Yes, ni my brother ambaye ameamini kipaji changu, atufahamiana, hatujawahi kuonana. Lakini ana support kwa 1 na 2, wana recordings, wanajibana bana hivyo, wanafanya video nini, wajita True Black. Kwa hiyo niko nao. So hiyo haizuii mtu kama ana nia ya kuwekeza kwangu, akinisikiliza basi tutakaa mimi na brother na yeye tutengeneza mipangilio namna gani ameweza kunichukua na kufanya na kunipeleka mbali zaidi, kwa sababu lengo kuu ni kwenda viral. Okay. Yeah. So Nino ndo jina lako halisi ama hii ni AKA? Jina lako halisi ni? Mimi jina langu halisi naitwa Islam Ahmadi Ulenji. Okay. Yes. Nino imetoka wapi? Nino nilikuwa na brother wangu mmoja anaitwa Kisoja. Hapo before kabisa niko Mtwara Tandaimba. Yeye alikuwa anatusimamia. Okay. Yes, kwa akasema jina lako bwana hilo kwa jita Planet Diswag. Akasema Planet wako wengi sana. Kuna bidii El Nino. Okay. Kamwambia okay, El Nino nikakumbuka ni mvua ambazo zinakuwa kimbunga kingi, mabarafu mengi, inaweza kanisha hata siku 3-4. Akasema kwa unavyoingia kwenye game unaingia kwa mwendo kama huo. Kwa hiyo nikana promote sana El Nino, lakini watu wakasema hii El ya nini, hiyo jite tu Nino. Okay. Kwa hiyo ikawa watu wameifanya icon wakaanza kuniita Nino. Nikakubali kwa sababu wao ndo wanaamua kwamba msanii wetu tumpe jina gani na ambalo kwenye midomo yao na sound vizuri. Okay. Kwa ni El Nino, sio Nino. Kwa hiyo ishakuwa Nino tena nimelikubali. Yeah. So Tandaimba ndo ulikotokea? Na nilikozaliwa pia hapo. Na ulikozaliwa? Ndio. Dao umekuja, wazazi wote wako hapa Dar sasa hivi? Mzazi kwa bahati mbaya na mzazi mmoja. Okay, poa sana. Yes. Baba ndo kabaki? Baba ndo kabaki na naye harakati zake ni Tandaimba kule. Sometimes nafanya town ya. Okay. Yes. So hapa tu ni mishemishe, lakini maisha kabisa kwa maana ile home nyumbani Tandaimba. Lakini tangu 2020 sijarudi tena. Unazichanga karata hapa. Hapa kwa sababu lakini 2020 sijuzi tu hapo. Miaka miwili iliyopita. Lakini nipo nisijasema kwamba ni masusa watu wangu hapana. Nazidi kutengeneza hits nyingi ili siku nikisema bwana naenda kuona ndugu zangu basi wanipokee kama mapokezi makubwa. Okay. Kwa sababu wana love na mimi na love na wao. Kwa hiyo upendo utakuwa mkubwa zaidi pale nilipoona kwamba mwana mpotevu amerudi. Basi itakuwa ni kitu kizuri zaidi. Yes. Show ambayo ulipanda hiyo Harmonize tulikuwa tunazungumza mwanzoni. Ulipataje hiyo platform? Ama nani ambaye alikusogeza na ukapata ile shavu? Maana ulitumbuiza pia, si ndio? Okay. Kwa Tandaimba bro, mimi am king. Yes. Kumbe kwa Tandaimba yani ukitaja Nino ni sio tu nyumbani lakini mitamba unaitawala. Ni nyumbani kabisa, mimi ni mfalme pale. Okay. Kwa hiyo tayari una fan base hiyo Tandaimba ambayo inakufahamu. Ni kubwa brother. Yaani siwezi nikazungumza sana hilo. Nadhani tu siku ambayo nitakuwa na event yangu nitawalikia SNS. Okay. Basi mweza kufika mnisupport mdogo wenu muone namna ambavyo sure. Lile jiji. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima, yani hiyo utoki yani kwamba lazima huyu awepo. Kwa sababu unaangalia upcoming nani tu muite. Mimi nimestay tu hapo nimepoa, najua tu hakika mimi lazima nipande kwenye mikoa. Lakini cha kufurahisha zaidi hata wale mbuzi wakafara mimi ndo nilitafuta. Wale mbuzi ambao walichinjwa ile siku? Mimi ndo nilitafuta bwana. Wala wazee nipakia sana kwenye bodaboda niliwafuata sana vichochoroni. Hebu kwanza tupe kidogo story ya mbuzi kwa sababu tuliona tu mbuzi wamechinjwa pale na nini. Abze mila zinaruhusiwa. Kimila tunafahamu. Yes. Obviously Harmonize kufika muda mrefu nyumbani. Kwa hiyo unapokuja wazee wana namna zao ambavyo wanampokea mtoto wao. Kwa hiyo haikuwa kwa ubaya. Okay. Namna gani ambavyo watu wengine labda litafsiri. So lazima kafara zifanyike kuja kumpokea mtoto. So wale kutuma ni wazee ama ni Harmonize mwenyewe? Nataka kuelewa nani. Ile timu ambayo ilikuwa inaandaa. Kwa ndo pale mbuzi wakachinjwa nini, damu zikapakazwa. Watu wakafanya mazingira yao hivi. Ni utamaduni wa watu wa Mtwara? Obviously. Matambiko yale tunaita. Okay. Kwa lazima afanyike. Kama unamweka vizuri kijana. Wow. So baada ya pale ndo show ikafanyika ukapanda kwenye kwenye stage na kitu ambacho nakumbuka zaidi ile show mimi ndo nilikuwa msanii wa kwanza upcoming kufunguliwa kwenye kile kituo cha TV la kuonekana live. Okay. Yes, kwa wengine walikuwa wana perform ila hawaonyeshi live. Yes, vibe ilikuwa limepoa, right? So wakasema waliposikia tu Nino walishangaa vibe linakuwa kubwa. Mwana washangaa panisha live na nini.
Maimba kidogo tu watu wanaitika natembea nao. Natamani uone show nzima. Pale nimeweka kipande tu pale mwanzoni. Yes, natamani mtu aone show nzima. Na kuna siku ndaipost show yote kwenye YouTube account yangu sababu ninayo. Kwa hiyo nitaipost watu waone vibe ilikuwaje. So niliperform mara ya kwanza na mimi ndo nilifunga tena mara ya pili. Ukarudi tena? Nilifunga show. Yes, kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni baraka. Nilikuwa ni baraka kwa sababu hata watu ambao wanatafsiri vibaya, Nino anasema vibaya kwenye gang afanye. No, msimseme vibaya mtu yote. Kile ambacho nakifanya sikuwa na nia, wale my brother bwana. Sio tusoko wadogo. Hakuna namna mimi ningeweza kufanya kama sio kupita kwenye mgongo ule wa brother wangu. Yeye ni kaka yangu still. Sina ubaya naye, sina kinyongo naye cha namna yoyote. Kwa hiyo popote pale alipo mnaweza hata kinisikia. Nimefanya vile sikuwa na maana ya kumkejeli au kumsema kwa ubaya. Okay. Yeye ndo amenipa mimi mashabiki wengi sana ile ule usiku. Alinifollow watu karibia 8,000. Yes, kwenye Instagram. Baada ya kusema tulile neno. Okay. Kwa kwangu mimi ni baraka, niliongeza watu, niliongeza wafuasi. Umeelewa vizuri bro. Kwa hiyo kwangu mimi mtu asitafsiri kwa namna yoyote vile kwa ubaya. Yes, kwa sababu si ni familia still. Yeah. So huu ni king wa Tandaimba. Tandaimba namuelewa tayari. Kwa sasa hivi anachokitafuta ni kuitafuta mitaa mingine Tanzania nje na Tandaimba. Tandaimba biashara iko vizuri. Ile imeshaisha. Au sio? Muda wote yani. Sawa, nataka kidogo tutupe kuhusiana na wimbo wako ambao umeutoa ni mpya bado natafuta. Unasema umerekodi muda mrefu sana. Wala hata verse moja labda. Nimetoka zangu nyumbani Mtwara Tandahimba. Ndugu na majirani wameprove Nino najua kuimba. Ile kufika mjini wanyama kibao tembo simba. Ili uweze kuwini unabudi uanze kuwawinda. Ghafla halina geuka tight kama nauza maji wakati wa masikana. Dumu 1,500 Santa uzaje. Najipa moyo on fight, siwezi give up, lingoni sijapigana, vipi niage mashindano. Yeah, imeshaisha kodi kwa yule mchizi aliyenipokea. Na kuna maneno chini chini keshaanza kuongea. Eti sina tamia inashinda hata sabuni ya kuogea. Na kibarua ni nyasi talizisha motea. Na shukuru panga sina ngekata tamaa na kuna nenipenda mizaidi ya njaa. Chana nishinde naye siku nilale naye furaha naitongoza ila inanikata. Na shukuru panga sina ngekata tamaa na kuna nenipenda mizaidi ya njaa. Chana nishinde naye siku nilale naye furaha naitongoza ila inanikata. Yo, anaitwa Nino. Bwana umesikia uandishi nilikwambia mwanzoni jamaa ana uandishi fulani wa kiutuzima sana. Mimi napenda sana namna ambavyo unaandika, napenda melodies and I'm very sure sasa hivi game imekuwa nyeupe sana. Wasanii underground hawatoki kwenye label kubwa wala nini na wanatusua mambo yanaenda. So nasema maybe mwaka 2023 unaweza kuwa ni mwaka wako mzee wangu kwa sababu unaona the future is bright, muziki mzuri. Sioni sababu yoyote ya kufeli kwa sababu tayari una talent kubwa, unaandika mwenyewe ngoma zako. Kabisa, andika mwenyewe. Na nadhani ungepata muda kusikiza playlist zangu. Nimesikiza ngoma kadhaa. I think itabidi nitege sikio pia kwa ngoma zingine zote nimalize. Sawa. Yeah, but so far so good, nimependa nilichokiona. Asante sana. All the best mwanangu, ilikuwa poa sana kuwa na wewe hapa. Shukrani sana. Neno lolote kwa wana Tandaimba lakini pia mashabiki wapi ambao utawapata leo hapa pia? Mimi niseme tu kwamba nahitaji support yao sana na wasipende kuneka kwenye makundi. Utaki matabaka, of course sio mazuri kwa sasa hivi atakuharibia. So mimi nafanya kazi kama mimi mwenyewe na napenda kuona watu wengi wakuja kufanya kazi na mimi pia. Yes, kama ni kuwekeza kufanya vitu tofauti. Kwa hiyo wasinigae kwenye makundi, wapende muziki wangu, wanisikilize sana, watapata kitu kikubwa na kizuri. Chakula cha masikio na macho. Yes. That's right. Page zako za Instagram, Twitter, Facebook kote natumia Nino_TZ. Nino ya Kiswahili yani. Yes, Nino. Yes, _TZ. Okay, hata YouTube pia hivyo Nino TZ. So nenda katazama nyimbo zake, lakini pia wimbo huu bado anatafuta, nimeweka link hapo kwenye description. So ukibonyeza hiyo link moja kwa moja inakupeleka kwenye channel yake, utaweza kuangalia na kusikiliza ngoma zake zingine zote. Alright, mimi naitwa Chris Favors. Thank you so much for watching. See you guys next time.